Kumbuka tunajibu swali kwa mafuno. Kitu ninachotaka ujue, huyu Yesu unayemuita Bwana ni Bwana wa mavuno pia. Tuko sawa? Kwa sababu unasema ni Bwana kwako, lakini maandiko pia yanasema ni Bwana wa mavuno. Bwana maana yake mmiliki, anayemiliki mali. Bwana. Kwa hiyo ukisema Yesu ni Bwana, maana yake anakumiliki wewe. Anakumiliki wewe. Haleluya. Na Bwana Yesu anapokumiliki, anakupa nafasi ya kumiliki maisha yako ndani yake. Tuko sawa? Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mtu kama hajaokoka hana mwelekeo ule unaotakiwa. Ni vigumu sana kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Unapookoka na Yesu anakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ile nafasi ambayo unasema ni Bwana, unampa nafasi ya kumiliki maisha yako ili uweze kumiliki hayo maisha ndani yako. Sema amen kama unanisikiliza. Biblia inasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Sio sisi tunaoishi, bali Kristo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa ndani yetu anafanya yale yampendezayo machoni pake. Yuko ndani anafanya yale yampendezayo machoni pake, alafu inapofika anatizama maisha tunayoishi. Ni yeye anaishi, lakini majina ni ya kwetu. Ni yeye anafanya mtihani, lakini kwenye daftari na kwenye karatasi la mtihani jina ni la kwetu. Anaposaisha, anasaisha alichofanya kwenye maisha ya kwetu, alafu anatupa maksisi. Ndio maana unakuwa na uhakika na maisha yako ya sasa, una uhakika na maisha yako ya baadaye. Kwa nini? Kwa sababu unaye ambaye jina lake lingine anaitwa imani. Ni mwanzilishi na mkamilishaji. Ana uhakika wa leo yako, ana uhakika na kesho yako. Akikaa ndani yako, anakupa wewe uhakika wa leo yako na uhakika wa kesho yako. Unapotembea, wakikutazama wanaona uhakika ulio nao, wanafikiri ni uhakika wa kwako, lakini ni uhakika wa Yesu ndani yako, na wewe unaonekana kwa nje.